magonjwa yanatetemeka, mapepo yanatetemeka. Ni maamuzi yako wewe kumchagua Yesu ili uwe salama. Wote wanaokusumbua watafanyaje jamani? Watatetemeka. Sema kutetemeka wewe. Sema kutetemeka. Ninajua unavyokuaga ndani kwako. Saa ingine waganga wanavyokusumbua na wachawi, muda mwingine mpaka unalala hauamki, unakurupuka. Kuna kuamka na kukurupuka. Umekurupuka tu, ulikuwa unakabwa ukakurupuka, kwamba vile unaamka. Na wengi ndio tupo hivyo maisha yetu hapa, tunalala lakini hatuamki, ila tunafanyaje? Tunakurupuka, na tunakurupuka tukiwa tumeogopa, tunatetemeka. Halafu unatamani iwe asubuhi wala isiwe usiku, hautamani giza liingie, kwa sababu ya maisha yako hayana Yesu. Unamhitaji Yesu fufuka, yule aliyefufuka na yuko hai, yeye ndio unayemhitaji. Hauhitaji mazinga yake, hauhitaji baba yako, hauhitaji mume wako ndio akulinde, kwa sababu walipeleka walinzi kwenye ile kaburi lakini hawakuweza kufanya chochote. Lakini wewe ukiamua kumchagua Yesu, anaweza kukuletea kile ambacho kipo bora, ulinzi uliokamili. Sio ulinzi wa walinzi wa Kiyahudi waliokuwa wakitetemeka, wanatetemeka wanakuwa kama wafu. Sema walitetemeka, walitetemeka katika jina la Yesu. Na nikwambia jambo moja, ipo taabu kwenye maisha yako. Leo hii nimekuja kukuletea tetemeko la ajabu linalopatikana kupitia Yesu Kristo mwenyewe, ambaye amenituma kwa ajili yako ili nikimleta kwako. Magonjwa yatetemeke, hizo shida zitetemeke, hizo taabu zianguke na ziwe kama wafu. Unajua Yesu alipokufa msalabani, wakasema ya kwamba Yesu amekufa, alisema atafufuka. Na amesema atafufuka, basi inabidi tulinde kaburi lake, wasije wanafunzi wake wakamuiba, wakasema ya kwamba aliposema atafufuka amefufuka, kumbe wanafunzi wamefanya wamemuiba. Ninajua umeelewa ya kwamba Yesu alifufuka, lakini uelewi vizuri, kwa sababu zipo stori zinazodanganya ya kwamba Yesu kufufuka. Ninakupa leo na nakupasha habari ya kwamba Yesu alifufuka. Sikiliza, ilikuwaje? Ilikuwa namna hii. Yesu alipokufa pale msalabani, wakamchukua wakaenda kumzika. Walipomzika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, Yesu mfalme akafufuka. Mauti ilimkataa, kaburi lilikataa. Sikiliza, jeneza lina uwezo kukukataa, kwa sababu Yesu anasema ukiingia ndani yangu na mimi ndani yako tunakuwa wote sawa. Alafu tukitembea unatembea na yeye. Ina maana ya kwamba kama Yesu kaburi alimshike, hata wewe kaburi inaweza sikushike, hata wewe mauti inaweza sikushike. Ni maamuzi yako leo kumchagua Yesu. Mwambie mwenzako, unalala usingizi wa mang'ang'ano, chagua Yesu. Mwambie sasa hivi, unalala usingizi wa mang'ang'ano, chagua Yesu. Unaota ndoto mbaya, chagua Yesu. Sikiliza, kama kaburi liliacha, malaika alishuka. Yaani Wayahudi wananishangaza kwa sababu lile jiwe lilikuwepo pale kaburini. Yaani waliona kwamba ulinzi hautoshi, wakachukua jiwe wakaliviringirishia kubwa, wakaliweka pale ili hata kama akifufuka abaki humo ndani. Kama vile maisha yako yalivyo. Yaani upo nyumbani kwako, lakini ni kama umezungushiwa jiwe. Kila unapotaka kufanikiwa kwenye maisha yako ya uchumi, kuna jiwe wameliweka na walinzi wamekaa pale. Wamekaa pale, wamezuia ya kwamba huyu hamna kufufuka tena. Alitakiwa ainuke, hamna kuinuka tena. Alitakiwa afanikiwe, hamna kufanikiwa tena. Alitakiwa watoto wake wasome, hakuna kusoma. Hapa watoto wako kila siku wanashika namba ya viatu. Yaani wao ni 35, wao ni 40, wao ni 8, wao ni 9. Yaani wamebakia hapo. Hakuna 100 hapo, hakuna 50 hapo. Yaani kila siku mwanao ni mtoto wa mwisho. Sikiliza nikupatie habari leo ya kwamba huyo mtoto naye amekufa. Huyo mtoto amemvimbia
ibilisi anajua wamemzuia, hawezi kutoka. Lakini nikwambie jambo, mzuia Yesu akizani kuwa anaweza kumzuia, ila kutoka mbinguni akashuka malaika kutoka mbinguni. Alipofika akalizungusha lile jiwe. Alipozungusha lile jiwe, ghafla mfalme akasimama na kuinuka na kuondoka. Iliposhuka siku ya Sabato, Mariamu na wenzake wakaamka wakienda wakitafuta namna kumwona Yesu kaburini ili wampake mafuta asinuke sana. Walipofika kaburini, malaika akasema ya kwamba ninajua mnamtafuta aliyesulubiwa, ya kwamba alikufa na mnajua alizikwa hapa. Ni kweli kabisa, tazameni hapa alipozikwa, lakini leo ninawaambia ya kwamba amefufuka kama alivyosema. Sikiliza, wachumba zako wanaweza kasema jambo lakini hawawezi kutimiza. Ndugu zako wanaweza kasema jambo lakini wanaweza kwa wasitimize. Lakini Yesu kila analolisema lazima litimie. Analiangalia neno lake apate kulitimiza. Sema jina. Haleluya. Ninawaambia leo, mtu ambaye ana uwezo wa kusema jambo na likawa. Wewe sikiliza, unajua kuna watu wanakwambia, hata waganga wa kienyeji wapo wamewadanganya watu, wanasema mambo lakini hayawi. Hayo mambo wanayoyasema hayakui. Lakini ukikutana na Yesu, jambo lake ndio ni ndio, hapana ni hapana. Ukimpata Yesu, una uwezo wa kukiri na ukasema mimi ni mshindi, na ikawa. Una uwezo wa kusema ya kwamba mimi ni bingwa, na ukawa. Hayo ni maamuzi yako. Chagua Yesu leo uwe salama. Chagua Yesu leo upone na utoke kwenye hali mbaya. Sema amina. Sema amina. Sasa nimalizie hapo. Nimalizie hapo. Maisha ya Yesu ni tofauti na maisha ya wanadamu na mitume wengine. Huyu mtume ambaye wanamuita mtume Yesu huyu mtume ambaye wanamuita mtume Yesu huyu mtume ambaye wanamuita nabii Yesu, sikiliza, huyu hajabakia kuwa nabii tu, hajabakia kuwa mtume tu, hajabakia kuwa mtu aliyeagizwa tu na Mungu peke yake. Huyu ni Mungu mwenyewe aliyeshuka kutoka juu mbinguni ili aje mkomboe mwanadamu duniani. Unayo haki ya kuchagua Yesu ambaye kaburi haliwezi kumshika. Leo hii tunasherehekea Pasaka, ni kwa sababu Yesu alifufuka. Asingefufuka tusingemfuata. Kijana mbele kama mimi ninamfuata Yesu kwa sababu amefufuka. Wewe sikiliza, unaowafuata hao wamefufuka, unaowaamini wamefufuka, wanao uwezo wa kufufuka, wanao uwezo wa kushindana na mauti. Biblia imesema ni kweli, kila mtu ataonja nini? Mauti ndio atakufa. Lakini nikwambie jambo, huyu ninayemzungumza hapa, yeye kwenye mauti hauna uwezo, na akanyanyuka akatoka hapo. Sema amina wewe. Kwa hiyo leo na Yesu, nimeimba hapa wimbo mzuri sana, nimesema mfanyakazi wa ndani akaweka sumu ndani ya uji ili mradi tu nife, lakini Yesu akaweza akaniwezesha. Sikiliza, kuna sumu nyingi ambazo tulijaribiwa wengine. Nilikuwa nahubiri sehemu moja, wakati tunaendelea na mahubiri, siku moja tunaandaliwa chakula nyumbani, sehemu ambayo tumefikia. Yuko mama mmoja ni agenti wa kuzimu, akaandaa chakula akaweka na sumu ndani ya chakula. Hiyo sumu sio sumu ya kawaida ndugu yangu, hiyo sumu ni sumu ya kiuchawi, eti ili aniwekee mhubiri ili nipate kufa nisiendelee na kuhubiri. Lakini Yesu Mnazareti akatufunulia, kwa sababu yeye ni wa maana, akatufunulia na atukula kile chakula. Lakini nikwambie jambo, huyu dada wa kazi ambaye aliniwekea sumu kwenye uji, nilikunywa ule uji, lakini
niliumwa, lakini pale pale ambapo tuliumwa nilienda madhabahuni pa Bwana, nikamwambia Bwana, kama unachukua leo nichukue, lakini Baba, unajua kabisa sijamaliza kazi bado. Yesu akaniwezesha. Yule mfanyakazi akakamatwa siku moja ya ibada. Ile siku nakumbuka nilikuwa nipo shuleni nikiwa kama mwanafunzi, nipo shuleni ni kiongozi wa ibada. Nikawaambia wanafunzi wenzangu, njoo tukae hapa tuombe. Tuliomba ndani ya masaa matatu. Wakati tumemaliza yale maombi, tukatoka nikarudi nyumbani. Ilikuwa Jumatano. Nafika nyumbani nakuta kanisani amekamata yule mchawi. Yule mchawi alivyokamata nikafika haraka haraka, nikamwambia baba na mama, nikamwambia inabidi leo ni nini alichokifanya. Mbona kama nakumbuka kitu fulani alifanya sio sahihi. Akasema ni kweli, nilitamani kumuua baba nikashindwa, nilitamani kumuua mama nikashindwa, nikaona nianze na wewe mtoto kwanza. Ni kweli mimi ni mzaliwa wa kwanza nyumbani, lakini wakasema ya kwamba hapa tummalize, ila hawakuweza kunimaliza. Maana alisema mwenyewe, kama sio Mungu aliyekutetea wewe, ningelikuua wewe. Huyu Mungu ambaye ana uwezo wa kukuepusha na mauti ndio ninayemzungumzia hapa. Huyu Mungu ambaye ana uwezo wa kukuepusha na laana ndio ninayemzungumzia hapa. Huyu Mungu ambaye ana uwezo wa kukutoa kwenye mabaya ndio Mungu ninayemzungumzia hapa. Na leo mchague tena Mungu kwa wakati mwingine, mchague tena mfalme kwa wakati mwingine. Mwambie tu Yesu, nimekukaribia, ninataka niishi na wewe, nikae na wewe, nidumu na wewe. Sema amina. Kuna raha wewe kuwa ndani ya Yesu. Misiba ya haraka haraka upati, magonjwa ya haraka haraka na kukuua upati. Leo chagua Yesu. Leo chagua Yesu. Kama waganga walishindwa, walikuwa wakitamani kuturoga. Tumewaenda kwenye mkutano mmoja, unahubiri madhabahuni, wachawi wako pale wanatengeneza ndumba zao, wanapiga na vinyanga namna hii, wanaweka namna hii ili tumradi wakuroge na wakulegolue. Lakini sisi tunalindwa na nguvu za Baba, yule ambaye mfufuka. Aliyefufuka ana uwezo wa kukulinda na wewe, hata ukiwa usiku wa manane ana uwezo wa kukulinda, hata ukiwa asubuhi ana uwezo wa kukulinda. Watoto wako anaweza kuwalinda. Maamuzi yako kuchagua. Yesu anaweza, Yesu anaweza. Haleluya, haleluya, haleluya. Sisi watu naima, wakiroga mchana wanakufa usiku, wakiroga mchana wanakufa wakiroga usiku wanakufa mchana. Yani nakwambia hatuwezi, hakuwezi. Chagua kuwa ndani ya nani. Unaweza ukawa kweli unasema niko ndani ya Yesu kwa sababu ingia kanisani na kutoka, lakini nakwambia jambo moja, kwa moyo mtu uamini, kwa moyo mtu uamini, alafu kwa kinywa mtu ukiri, mpaka kupata haki, mpaka kupata wokovu. Unaamua wewe kupata wokovu leo, amini na kukiri mbele za Bwana ya kwamba nimekukubali wewe, utabadilishiwa maisha yako, kwa sababu Yesu ni Yesu mfufuka. Jamani, Yesu yu hai, Yesu yu hai. Sema Yesu yu hai, sema Yesu yu hai, Yesu yu hai. Kilicho hai akinuki, kilicho hai akinuki funza, kilicho hai hakiwi kama mifupa. Kuna watu sasa hivi ulishakufa kwenye biashara yako, ulishakufa kwenye maisha yako, ulishakufa mpaka inafikia stage ukisimama mbele za watu wanaona ni kama kinyesi hivi. Wakikuangalia wanaona kama vile wamekupaka mavi, wakikuangalia wanakuona kama vile umechanganyikiwa. Katika jina la Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanaona kama umefanyaje, umechanganyikiwa, wanakuona kama vile ni kinyesi. Biblia inasema vizuri, watakupaka mavi usoni. Yaani kila sehemu unaposimama, ukifanya biashara yako haifanikiwi. Unajua kwa nini? Wamepaka mavi usoni. Yaani wakikuangalia wanakuona mtu wa ajabu,
wanaona kama kinyesi. Umekuwa kinyesi wewe, ila leo Yesu yupo ambaye yuko hai, akiingia ndani yako anakufanya uwe safi. Sura yako inakuwa safi, mwili wako unakuwa safi. Hata mimi hapa ukiniangalia unawezekana ukaniona ni kadogodogo. Hata nikiingia form 1 sasa hivi watasema mimi ni mwanafunzi wa form 1, lakini nikikwambia miaka yangu utasema kumbe nikakaka tu kakubwa tu. Sikiliza wewe, huyu Yesu anafanya, anasoftisha, anatufanya tuwe vijana, anatufanya tuonekane kuwa smart vizuri, kwa sababu Yesu yu hai. Kilicho hai hakinuki. Narudia tena, kilicho hai hakinuki. Mwambie mwenzako kilicho hai hakinuki. Unakaa kama vile unanuka tu, yaani ni kama unanuka kila sehemu ukifika. Sikiliza nikwambie dalili za kunuka. Dalili ya kwanza ni hii: ukifika kwenye vikao vya ndugu zako, ukitoa neno lako kutoka kama ushauri, hawalisikilizi, unanuka dada. Ukienda kuomba kazi sehemu zingine, hawakupi kazi, unanuka, wewe umekufa. Jambo jingine la tatu ni kwamba unapofanya kila biashara unayofanya, hakuna wateja wanaingia wala wateja wanaotoka. Hiyo ya tatu dada, unanuka. Sikiliza, kila mwanaume unayempata haukainaka kufungisha ndoa, amfungi ndoa kabisa, wewe dada unanuka, wewe unanuka. Kilicho hai hakifanyeje? Hakinuki. Ubarikiwe dada, usiweke tena kwenye kichwa chako, weka tu juu kwa Yesu. Haleluya. Kilicho hai hakinuki. Sasa leo nimemleta Yesu aliye hai, yeye anuki. Hanuki, yeye yuko salama, yuko na uhai wa kutosha. Kilicho hai hakinuki. Ndio nakwambia hivyo. Leo ondoka hapa, unaenda nyumbani, unavyolala unakuta unaota manoto mabaya, unakimbizwa na wachawi, unaota unakabwa. Ndugu yangu, hapo umekufa dada. Kilicho hai hakioti manoto hayo mabaya. Biblia inasema hivi, wapo watu walio hai lakini wanajiona kama wapo hai, lakini wamekufa. Wakiwa wanatembea wanaonekana kama wako hai, lakini wamekufa. Ndio Biblia inasema hivi. Kwa ina maana kuna watu wanatembea surrounding, wanaishi duniani lakini wamekufa. Jiulize maswali, umekufa ama uko hai? Nimekupa mstari michache na kukuonesha namna gani ambavyo mtu ambaye hayuko hai yupo hivyo. Sasa angalia, umekufa au uko hai. Inawezekana unaenda kanisani lakini umekufa. Inawezekana unaenda msikitini lakini umekufa. Inawezekana unaenda kwa mganga lakini umekufa, kwa sababu haupo hai, unanuka. Kilicho hai Yesu anuki. Yesu ananukia. Yesu ananukia. Wewe unaniona mimi hapa kila sehemu ninapoenda. Nikikwambia hapa nimefika mikoa mingapi? Tanzania nzima nimefika. Nimehubiri mikutano, nimeimba Tanzania hii. Ukiniangalia ni kijana mdogo, lakini nimeenda Mwanza, nimeenda Kenya nimefika pale, nikaenda nikahubiri semina wiki 2. Kijana mdogo. Kilicho hai kilicho hai. Wewe amua kuwa hai na Yesu ili usinuke. Ninakwambia hivyo. Kila sehemu unaenda unakukataa. Wakikuangalia tu wanakukataa, wanakuona kama cha usiku, lakini rangi yako ni nyeusi nzuri kabisa, umerembeka kabisa, rangi ya Kiafrika. Lakini wakikuangalia wanaona kama Maimuna, wanaona kama jini Subiani, wakikuona wanaona mikosi. Sikiliza, hauko hai. Unamhitaji Yesu ambaye anasafisha mikosi, anasafisha laana, anasafisha weusi wako. Huo unakuwa weusi uliong'aa. Dada sawa? Haleluya. Dada, na weupe wako unang'aa zaidi, anakung'arisha Yesu. Kilicho hai jamani. Mimi nimemaliza, sina maneno mengi ya kukuambia na kukushauri leo. Nimekuja hapa, niko serious kabisa kwa ajili yako, kwa sababu Biblia inasema hatutaionea haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwangu kwanza
tofauti kwenye maisha yako. Chagua leo. Hebu simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo mama. Simama, niombe tu wewe kidogo. Tamani niombe tu na wewe kidogo. Niombe tu na wewe kidogo. Simama hapo ulipo mamangu. Mama zangu simameni basi, dada zangu wazuri usijali na kuombea hapa. Kama mtu ujisikii vibaya hapo tusimame sasa niombe. Alafu tuendelee. Wakati unatamani niombe na nyinyi, simama tu. Kama miguu yako miumi au upo hospitalini, kuna lugha nyepesi sana. Mtu hayupo hospitali, hajarazwa, simama tu. Ninaomba sasa niombe. Wewe ambaye umesimama, funika macho yako niombe. Baba, katika jina la Yesu.